Clouds TV, empowering lives. Unasambaratisha any form of communication they are doing. Saa 3 wakikula, kwa sababu sasa hiyo ndio wanakula, omba wakuwe na stomach ache na waanze kuhara. Saa 10, saa 3 wasikule, ama hiyo chakula yakuke, anything, yani kitu kifanyike wasikule. Ama wakuwe na shida, washinde kupatia watoto chakula, waone hakuna mtu wanaweza kuachia. Saa 3 na kufundisha mambo ya warfare, ya kupigana na mchawi. Saa 3 ndio unapigana. Prayer saa 12 na ya saa 3 ndio muhimu kuwazuia, to restrain them in their home, wasitoke. And if they manage to go out, their activation yao ya kuanza kazi na kufanya kazi wanafanyanga saa 5 na saa 6 na saa 7. Washamaliza game. Wachawi saa 5, saa 6, saa 7, saa 5, saa 6, saa 7 ndio wanafanyanga operation. Wakitoka saa 9 they are going back home after a successful deal. Sasa anaanza kupigana na mtu amesucceed, anaenda nyumbani. Baada sabaratisha uchawi. Ushafanyika. Niko inuka mara inuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa wachawi hawajagi uchawi saa 9. They are not doing it saa 9. They do it saa 6, saa 5, saa 6 na saa 7. They are done. They are going home. So na wewe ndio unaamuka saa 9 na manyonde nyingi na uchovu na nini na takataka na meno inanuka na macho by the time ufugue macho vizuri ni saa 10. Mchai asharara. Ashamaliza game asharara. Atirigora dikuhura na morogi ule kirie wira. Ndio naamuka uliomba ukaomba kagayiwa hatakigwa dai ilika yureko. Uliomba mugumu gani? Shwari, uliomba mugumu gani? Saa 9 wakati game imemalizika, hata kama mimi ni Mungu sinakwambia shoka tu ukakome. Ndio ukalale mjinga hii. Kama game ishamaliza, ushafugwa mabao. Hadi saa ile nini ishakamata, baada ya siku 7 ndio nakimbia naenda kununua P2. Ni P2 ama nini? Na kitu ishaingia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Katokaragia ishio. Yes, I want you to understand it. Yani najaribu kukupeleka understand. Msionage ni kama sinaga akili mzuri. Akili nina mzuri hata mingi kualiko. Akili niko na mingi. Ni venye nataka tu uelewe. Uelewe unakuelezea nini? Wachawi hawarogagi saa 9 na saa 8. Wachawi washamaliza kazi. Wacha maombi ya saa 9 na saa 8. Maombi anza saa 12. Saa 2 ama saa 3 na uoge saa 6. Ende ukalale. Kama wameponyoka saa 6 wameenda kwa field, wasambaratishe na usambaratishe anything, any nguzo, anything they are planting, anything they are saying. Kwa sababu wanasemanga saa 6. That is when wanafuga kasi yako. That is when wanaharibu familia yako. That is when wanavunja anything about you. So that is a time to do a real warfare. Wasambaratishe, vunja ngome zao, maneno yao ya vunje, sambaratisha plani zao zote, disorganize them. Make sure anything works. Ukimaliza saa 6, saa 6 na nusu, kamata burageti mzuri na ulale. Wachana na watu wa saa 9. Ugetulia mno uangalia wale watu wanaomba saa 9 usiku. Kazi yao wanabweka kama mapuda ama kama makuku. Sikiliza tu, enda tu sikiliza zile bomas wanaobaga. Kama nina sister yangu mmoja alikuwa naomba mpaka watu wakahama protile walikuwa nakaa. Sababu alikuwa anajua saa 9. Oh my God. My God. My God. Anasema my God. Sasa malaika Gabrieli ametumwa akuje asikilize mama anataka nini. Akarudisha ripoti akasema, anasema Michael. Mwingine nao kwa sababu ya kuchoka kuomba, mpaka toni inaisha, anaanza malaika atumwe. Kwa sababu Mungu hakujagi, anatumaga malaika. Malaika akuje asikilize, anajua anakujaga hapa kwa mabati. Akasikiliza, akasikia hapa kuna puda gapi? Kuna puda 2. Anarudi huko juu anasema nimeenda kwa John lakini unfortunately hakuwa.
Ni puda ngapi? 2 ziko huko ndio zinalia. Na nadhani ni chakula. Sasa unaona ile chakula inakuja, unaona gari hapo, mtu mwingine anasema ni kwenda dhara. Kwa sababu ile ripoti ilifikishwa huko biguni, inaonekana ni puda zimekosa chakula. Zilikuwa nalia usiku saa 9. Kwa hivyo of course sinijaa, ukisikia ng'ombe inalia saa 9, sinijaa. So ile maombi imefika huko ni nini? Ni chakula ya puda. Sasa unaona mtu hauna ng'ombe, hauna busi, hauna chochote, unaona mtu anakuja na pick up kayajana ile yako hele. Hey no. Sasa hapo unajijazia kabisa Mungu anakuona wewe kama ng'ombe ama puda. Bwana asifiwe sana. Hizo ndizo tricks za kuomba. For you to win this battle, you must either always on fire. Sema always on fire. How do you become always on fire? Hapo ndio tumegogwa na wa Catholic na Waislamu. Because these two groups, Catholics and Islam, they are always on fire. Shetani habaibishango na hiyo maombi yako ya 1 hour, the powerful prayer. Tumeingia tukazama kwenye maombi. We had 2 hours ya maombi. Tena 24 hours again ndio itakuja 2 hours ya maombi. Shetani habaibishango na tumaombi kama utu. Anakuja na kusikiliza, anaenda hapa anangoja sini 2 hours. Anakaa hapo nje anaitisha kahawa ile ya cappuccino. Anakunywa. Anajua ni 2 hours umalize urudi ukalale. Anakuanzia hapo immediately after kulala unaletewa doto. Si hata ukilala na binadamu unalala na puda. Unaonyeshwa hauna kitu umefanya. Lakini this person ako fire on fire. Jage, demo honoko? Yes, I'm very saved. Very saved. I'm very saved. In case nitakutetea. Nitasema alikuwa anakuja kanisani. The person on fire anakuwa na rodhario. Unaona hao anakuwa na rodhario. Waislamu na Catholic, they are always praying. Every single second they are praying. Hiyo unaona tunafanya hivi. Every single second he is on prayer. That person is untouchable. The devil cannot touch because he is on fire. Always on fire. Have a continuous prayer. Muislamu ako na mara 5 per day. Wewe uko na mara ngapi? Usidanganye ati mnaomba mngekula chakula ile ya chakula. Hiyo si maombi. Hii si maombi. Unaomba nini na uko nayo? Tereka to hoyera irio. Niki urahoyera na wena cio. You eat, you thank. You eat, then you give thanks. Sababu Mungu ndiye alisema, when you woke up in the morning, you ask God to command your day. If you ask God to command your day, everything that happening in your life is commanded. Even the food you eat is commanded. Wherever you go, it is commanded. If you genuinely ask God to command your day, it means you will not meet enemies. Hautakutana. Tukipaka date na wewe, haitafaulu. Because God is between me na wewe. I asked him, command my day. Utakuja utanifanyia hivi na hivi na tutoke tuchope. Nikichomoka hapa kumbe wewe ulichomokea hapo kaingia lift ukapanda. Uliniambia hivi. Mimi na mimi nikateremuka na uliniambia hivi. Wewe ukapanda juu na mimi, it is because a day is commanded. It won't work. Bwana asifiwe sana. That is the essence of asking that morning. It is the essence of asking God, command my day. Because you have already won the battle. Ya wachawi na waganga. Because wachawi na waganga, they command the day at the dawn of the day. What is the dawn of the day? Midnight. That is when we get into a new day. That is when they command. Wamezunguka usiku kucommand siku mzima venye kutaendelea, vitu venye zitafanyika. So when you wake up and command your day after winning the battle, after having destroyed them, after having set a total confusion to them, that is when we ask for the command. Mtu akisema ameenda kukuroga, na wewe enda kumuroga. Aende zake kukuroga, na yeye tembea, enda kwako. Enda umuroge, achilia uchawi ili hajaiona. Na vunja na kusambaratisha, na kuvunja miguu na mikono na kinywa chako, kila kitu na sambaratisha. Sambaratisha. Unasambaratisha, unavunja that time. Lakini si after amefanya kazi. Si after ameroga. Before aja kuingia, ukimuingia mbele,
The sacrifice. Ushaikutana na wangapi wamekamatwa na waizi usiku? Kajakas. Wangapi hapa umewahi kukamatwa na kajaka? Hata polisi, wale wanafanya na polisi, najua kuna hao hapa. Ile bunduki inachomokaga mbele, hata kama ni kale kadogo kametoshana hivi. Na wewe uko na AK, kale kamechomoka mbele ndio kanafanyaga kazi. Wewe na AK yako kale kamechomoka ya kwanza, hiyo ndio itafanya kazi. Hata ukikuwa na nini, hata ukuwe na M43 ama whatever, ama semi automatic ama whatever it is, ile imechomoka ya kwanza. If these people they happen to go in front of you na wainue madhabahu na wafanye kafara zao, utalia, lazima utalia, hata kama wewe ni pastor. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaonaka ni vizuri sana we command our way in that strategic plan of God. Prayers are not done baada, they are done before. Because once they have gained control, ile kitu utafanya ni firefighting, defending. Bandaguliza. Unakutaka mtu analia. Ukisikia mtu akilia akiomba hiyo maombi. Jua ashagogwa. Ashagogwa. Imeenda. So you must learn how to do warfare. Warfare is not just done because you are prayerful, because you know you can go 3 hours. I don't need to go even 10 seconds. I don't need 5 minutes of my prayers. I don't need. I need to know the time. What is the time? Ni lini nafaa kufanya hii na ni lini nafaa kufanya hii. Hii maombi ni ya lini na hii maombi ni ya lini. Bwana Yesu asifiwe sana. So not every prayer is a prayer. Not the prayers you don't just do them because kama sasa mimi kuna sister yangu mmoja akikuwa kwa nyumba na kusemekana yeye ndiye anaomba. Sisi tunaachaga watu wafuge macho, tunafungua macho, tunaendelea kukula. Kwa sababu ataombea mpaka Uganda, na aombea Burundi, na aombea Somalia. Na ni chakula. Akifungua macho na kutaka kila kitu imekamilika, tunamwambia we were eating while the grace of God was with us. We ate in the grace. We were swimming in the grace. That's why the food went very fast and very quickly because ataomba 1 hour. So by the time wamalisha 1 hour, chakula imepoa. Yeah, you don't do. Kama wakathaliki. Ama. Na amemaliza deal. Na anamaliza deal yake na anaenda. Anasema nitawachija nyinyi yote. Wachawi lakini, ni wachawi. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua I'm a very good teacher. I wish niliandikwa na TSC. Nikifundisha watoto wangekuwa wanapita vizuri. Sasa mmekuwa ready now for the topic. You have to prepare you. Na kutengeneza na kusuka vizuri. Don siku moja wakati tukiwa Mungiki. I love this guy. Nampenda sana. Tukiwa Mungiki, Doni alikuwa kwa Mwiro. Alikuwa mwimbaji wakiwa vijana. Unajua wale watu waimbaji wanakuanga na kakiburi kingine. Wanaonanga ni kama ni wao, ni kama ni makasi ni wa Mungu, wewe inakuwa kama nini. Because ni mtu anaimba vizuri hapa. Lakini kituko hili atakufanyia. Unaona hata hapa anagomadage kweko. Hata shetani hawezi kukufanya hivyo. Ile kituko, hawa waimbaji hawa. Najua hii ni ministry ilikuwa ya Lucifer mwenyewe. Na Lucifer mwenyewe akiamua kuingia ndani yao, aanze kufanya kazi hapa, you will be shocked. Na ndio unaonanga any pastor, any leader of a church, anakuwa amekodoa macho kondokodo kwa hawa watu. Anawakodolea, yani mpaka anatafutia tu makosa hata kama hakuna. Because usipokaa usindo kuwa koma every time, utaitana. Kuna muibaji mmoja alikuwa anakuja analipwa pesa mingi sana. He was very popular. Analipwa pesa mingi sana kama 100,000. Anakuja very late when kila kitu iko karibu kumalizika na ataimba wimbo nusu. Na akiimba wimbo nusu anapatia. Sasa hiyo akona 100,000 yako. Bako unashindwa ni ya nini nilipo. Si tafadhali ingetafuta mashokora wakuje waine. Perere pepe mayoyo. Harusi yetu na yekeke.
wana kiburi. Sasa Doni na kiburi yake siku moja, I think ni Mungu alitaka kunyorosa huyu jamaa. Azikuwa nasikia ripoti nilikuja kwa investigation, siku hiyo walifanya mwilo madharau. Sasa Doni na madharau yake kesha, si hatuibi sisi leo. Tafuta vijana wengine wa kuiba hapo. Sasa wamelelewa kutoka uko Geshagi, kwa sababu wengi wanakuanga wamehunyuka. Waibaji wengi wanakuanga ni kama walitolewa kwa jivu ndani. Sasa unakuja unamuosha vizuri, unasimama naye vizuri, sasa kakinona vizuri, kakue na tunyama na tomakai tukue na kasikwe sauti mzuri. Ile naona ile sauti inayodaga na waves. Sasa kakisikia mpaka kanisani, hallelujah. Oh yes. Mungu akubariki sana. You are going far. You are going far. Bwana akubariki sana. Sasa hiyo hapa kuna kanoti kameshikanishwa na nyama. Sasa kijana akijiona hivyo, anasema tafuta vijana wengine waibe hapo, kwa sababu ameenda amenunua tukaguo kingine kana metameta huko na kakiatu kamekaa hivi. Sasa ukimwona anakanyaka kama muibaji ameenda kwa shetani. Sasa Doni walikuwa wamefanya madharau kesha. Naye Mungu akatuma Mungiki. Walikuwa na ule jamaa kihana alikuwa anaitwa nani? Jose wa Mapendo. Alikuwa anaitwa Jose wa Mapendo. Pale Saika asubuhi na mapema. Yule alikuwa amepatiwa, unajua mama mnapenda kusupport hii ministry ya uimbaji. Vijana walikuwa wamepatiwa kagili 500 nini kwa sababu uimbaji mzuri. Jamaa walikojoa hapo Saika. Wakiingia kwa nyumba wakaingiwa na wao. Wakaambiwa tandika shuka hii. Mwaga vitu zote hapa. Wakati hivi ikafungwa na shuka. TV ikafungwa na shuka. Mattress ikafungwa na shuka. Karedio, najua ni Muluya. Alikuwa na karedio ile ya kutuma salamu. Walitandikiwa leso. Michael, ni hiyo kiburi ya kudharau mtumishi wa Mungu. Mungu atusaidie tu. Mungu atusaidie tu. Tulikuwa kwa ile moja ya kwanza. Tuendelee ama tutafute topic nyingine? Tuendelee asubuhi. We were talking about the 7 principles of the kingdom of God. The principle kwa wale ambao watakuwa, the principle of the kingdom, it is like the constitution of the kingdom. The constitution. Ile principle, it is what God, and the constitution does not go to Christians or the Muslims or to the women or men alone. A constitution, it is to everybody. Mkenya, mtu hata foreigner akiingia, aingie Kenya. Kuna makaratasi yanapatiwa pale Nyayo House, work permit. The work permit is enshrined in the constitution. So once you sign the work permit, you become part of the constitution of the country. So all the laws of the country will be applied to you. So I'm talking about the principle of the heaven. Principles of heaven, it is that constitution of heaven which governs how God blesses, how God walks with you, how God does with you, and how God will manage these things with you. Therefore, tumefanya ya maombi ambayo it was very successful. Nimeiendeleza kidogo, mumejua the time of prayer, the time when you need to go and pray. At least you understand now. Maombi ya saa 9 wachana na maombi ya saa 9 ni thanking God. Thank you God, and asking God to command your day. It is just commanding your day. Telling God, unazungumzia, and when you are commanding your day, now this is another thing. When you are commanding your day, you are commanding against anything that is existing. One thing you must command, it is the moon. Bwana Yesu asifiwe sana. The moon, the sun, and the star. That is the most important thing that you need to command, that they must behave accordingly. Because the moon is used by the Islam. It is a god
used by Islam. That is what they use to command their businesses. That is what they use to command whatever. Ndio unaona wako na hata kwa vitu zao zote there must be a moon, half moon. That is what they command to process whatever they want to process. They use it. Nao wachawi na Wakristo na watu wengine wote wanatumianga star. Nasikia nyota. Ukienda kwa mganga unasikia nakwambia nyota yako imeibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuangalia na kushika mkono tu hivi, anaangalia mkono yako. Nyota yako imeibiwa. They use, wanatumia the star. The star is used by witches, Waislamu, Wahindi, all people in the community who are of negative nature, they use the star. They can steal your star. Also for us Christian, we use the star. We can, ndio Yesu kusemekane amezaliwa. The star was used to guide them where they went. A star is very important. A star, you got everyone here. Kila mtu ako na nyota. Na hiyo nyota inaweza kuwa dimmed, inaweza kuzimwa na inaweza kuwa brightened. It depends unaenda wapi, unajiassociate na nani na unatembea aje. In your life, how do you do it? So the star, it is very important for you. Very important. And you guard your star. You guard. This is what we call the talents, we call the callings, whatever that you call yourself, that is the star. Hiyo ndio nyota yako. Na hiyo nyota unailinda, unaitunza, na unaitolea dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. If you find that you are an intercessor, unaitolea dhabihu. The intercessory, that's a star you have. If you're a businessman, that is a star you have. Unatolea nyota ya biashara. Si biashara, nyota hiyo ya biashara unaitolea sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. Because wachawi, they target hiyo nyota. Ukiuliza huyu mtu amekuwa mganga for quite a long time, lakini tumepigana na uganga yake for 1 full year. Huyu mzee saizi ameanza imeregea zile, hebu fanya hivi, zile makamba alikuwa amefunga huko zimetoka, hafungi siku hizi. Huyu jamaa ungemwambia aeke pesa kwa bahasha, ni vita. Ni vita kabisa. Anasema hawezi kuweka kwa bahasha. Ni hapa kanisani. Huyu babake alikuwa mganga. Yeye pia alikuwa mganga. Tumepambana naye kutoka huko. Hakosi kanisa. Every Sunday is in the church. But amekuja huko kama magnet. Ametumwa. Lakini yeye hajui ametumwa. Ile force ambayo babake alikuwa na operate nayo ni ya kuvunja makanisa, ni ya kuvunja watu wa Mungu. So he will be sent. He will come. Just as a Christian, he doesn't have any ill motive. In him, he is correct. Amekuja kanisa basi anapenda. Mwili wake unapenda. But the spirit in him inamuelekeza nenda huko. Na akifika huko, they tune him. Anakuwa silaha ya kutupiga. So nikajua wametumia nini. Kwa sababu alikuwa na kujaga na shilingi 1,000 na 50 na 35 bob. Shilingi 1,000 na 50 na that all the time. Sasa unaona hii si sadaka na hii si nini? Hii si tithe. Hii ni kitu kingine. Kwa sababu Sunday niliomuobserve sana. Sunday jana alikuja na shilingi 1,000 na shilingi 50 ama shilingi 300 na 35. 1,000 na 335. Hizo ilikuwa lazima, na mashiriki lazima akuwe nayo, na noti akuwe na hizo za 300 na akuwe na 1,000. Huyu wako hapa. Sasa nikaanza kumwambia weka hiyo pesa kwa nini? Kwa bahasha. Na anataka kunishikisha hiyo pesa mimi niishike. Umeona? Anataka mimi niishike. So mimi nikajua ujanja, na kama makale kengine kalikuwa tunaita kale kaliwa sorry. Kama makengine kalikuwa kamuganda. Kamsime. Wao wawili walikuja at the same time. Huyu akiwa na mission yake na huyu akiwa na mission yake, lakini wote hawaelewi they are on a mission, they are being used. So unaweza kuwa na watu kanisani hapa, wao they are on a mission, lakini wewe unasema huyu mama ni mchawi, lakini si mchawi, si mchawi, but kuna kitu kimewekwa ndani yake na mizimu ya kwao. So she is just but a vessel used to spread their gospel. So mpaka nikaamulia huyu, nilimwamulia specific, yeye nilidili na yeye, mpaka hiyo kitu ikaanguka. Now he's a good, alikuwa anavaa trouser
Trousers ameweka juu na underwear, si yako na underwear. Sasa anataki hii ni shati ndani ya underwear. Na ni mtu msafi, ukimwona ni msafi, ako nadhifu, the man is clean. Lakini mtamkuta amevaa underwear, ametaki hii shati juu ya underwear. Sasa hiyo inakwambia huyu mtu kuna kitu anafanya. There is something that he is doing which is not, because it's abnormality. The man is clean. Alijua na alipiga nguo zake pasi. Si mwenda wa simu, ni mtu ako na mission. Lakini ukimfuatilia yeye mwenyewe anasema anauza miti ni dawa. Bwana asifiwe. Anauza nini? Miti ni dawa. Sasa ndio nikamuuliza, wewe ni mganga? Kaniambia mimi si mganga. Mimi si mganga. Mimi nauza miti ya kienyeji, miti ya kunywa. But wewe baba yako alikuwa nini? Baba yangu ndiye alikuwa mganga, lakini mimi si mganga. Sasa unaona the generational operation in him. Si miti ni dawa, ni alionyeshwa. Hii ndio inakuletea connection ya mahali unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kama sasa unaweza kuwa tunafanya huyu mama namfanya deliverance every Sunday, but nothing is happening. Lakini ukiona venye nikimfanya deliverance, unaona venye ana behave. Unaona karakta yake venye anarukaruka huko, anarukaruka kama Mmasai. Anza kufuatilia kama kwao kuna mizizi ya Kimasai. Because it's most likely huyu ni Mmasai. I'm giving an example. It's most likely huyu mtu ni nini? Ni Mmasai. Waguka huko nyuma alikuwa Mmasai. Na wao walikuwa na kafara na walikuwa na madhabahu yao walikuwa wakifanya those days. Na hiyo madhabahu bado haijafujwa iko. So unakuta characteristic yako ya umaskini, level ya kiumasai. Unajua Masai wanajifanyanga maskini but they are not maskini. They quantify their riches na mang'ombe na mambuzi. Unakuta Masai ako na ng'ombe, ako na mbuzi 300 lakini anapatiwa mahindi na serikali kwa sababu ni poor. Is classified kwa sababu hana nyumba. Unajua we classify utajiri na nyumba na nini nyingine na mavazi. That is when we gauge. Tunajua shelter is there, food is there. Sasa food unakuta mbuzi ambayo iko hai is not counted as food. Food ni mahindi ili ataenda kupelekewa. So wanakuwa counted hawana because they are nomads, na hawana nguo because wanavaa mashuka, na hawana nini? Hawana chakula because wanafuga mbuzi. Lakini ukiquantify zile mbuzi yako nazo, ni mbuzi unasikia ako na mbuzi 2,000, 3,000. Mbuzi moja ni 10,000. Hebu multiply 10,000 by. That man is a billionaire. Is a millionaire. Lakini wewe Mkikuyu unako Kiambu unaambiwa utoe mahindi ukapelekea maskini. Na uko Turukana. Na nyinyi ukienda kuitisha unaambiwa wewe ni tajiri because uko na nyumba na uko na nguo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So hapo ndio I'm speaking about kuibiwa kwa nyota. Nyota ni kitu muhimu. So you speak. Ukiamuka asubuhi, speak to the moon. Ambia moon, wewe najua kule unatumikaga. Unatumika kujifanya kazi hii na hawa watu. Na unafanyanga wewe ndio unalete majini, jini Jabal, jini Faruk na jini Al-Atar. Nyinyi mnaletwa na huyu mwezi, the moon ndio inakuanga ina control jini Jabal, jini Faruk na jini Al-Atar. Jini Al-Atar ni Allah. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are the 3 genies ambazo zinatumika kwa mass wealth. Ukikuta ukiingia kwa duka hiyo yao, utasikia kuna kamunugo mzuri ya ka incense kanatoka huko. Hiyo ni jini Faruk, jini Jabal. Alafu kuna jini Jibril. I'll teach you about them. Hizo ndizo wanatumia kufanya. Sasa akiingia kwako, hiyo jini Jibril ingie kwako, unakutanga unadhokoma lakini hujui kule pesa zinaenda. Ni hawa wanakujaka kuchukua. Jini Faruk wanaitumia katika vita. Jini Faruk, ukiona mtu wote anaitwa Faruk wanapenda vita. Because jini Faruk ni jini ya vita. Hello? So, when you wake up in the morning, those are the things that you command. Una command mwezi, unaukataza. Wewe najua, unaoperate na hii. Nitawafundisheni mwezi inaoperate na majini gani na wachawi wanaitumia aje. Then the stars zinatumika na waganga aje, na zinatumika na wachawi namna gani. Then the third thing you command is the sun. The sun can be of product to you, and also it can be of destruction. The sun can burn your products completely. The sun can cause
ngozi chipuke. The sun can cause everything. Also, you need the sun for vitamin B. Nisia manigani? D. You need the sun for vitamins. You need the sun for the growth of your crops. You need the sun for even your growth. Bwana asifiwe sana. So you have to command the sun to behave nicely to you. You command the moon to behave nicely to you. You command the stars to behave nicely to you. You command them. You have the authority. You have the power. These things are under you. The sky, the sun, everything. Then you command the tree, miti, magari, binadamu, vitu vyote ambavyo utakutana navyo, you command them because they have life. Hata hii kitu kiko na uhai. Everything that you seeing around you, kiko, hata hiyo nguo umevaa inaweza kukuua. Hii nguo yako umevaa. Si maji ni uhai. Lakini maji na mali inaua. So you even command the water. You command food. That is why you command everything around you. Hata biashara ukienda kwa biashara, you command that business yako. You speak to it. You speak to your parents. You speak to your children. Watoto wakienda shule, you speak to them. Unaongeleza, unaambia mkienda shule, mapepo yasikutane na nyinyi, wachawi wasiibe akili zenu. Maana akili zinaibiwa shuleni. Unakuta mtoto wako alikuanga number one. All of a sudden unaanza kusikia ako huko nyuma. Na kale kalikuwa huko nyuma, unasikia ndio kametagulia kwa mbele. Ni mtoto yako, kitabu tu ilipotea. Hizi vitabu unaonanga zinapotea shule. Ni mama yako alikwambia leta kitabu ya huyo kijana. Hiyo kitabu ya kijana inapelekwa kwa uganga. Hiyo akili ya mtoto inachotwa, inawekwa kwa mtoto huyo mwingine. Bwana asifiwe. And from there, mtoto wako anakuwa namba last, na mtoto yule alikuwa namba last anakuwa namba moja. Unaona exchange ile imefanyika is extraordinary. It is not an ordinary exchange. So that is why you must always, watoto wakiwaachilia, unawakomandia blessing, unawacover by the blood of Jesus. Unaweka ring of the Holy Ghost fire, the blood of Jesus, unawacover kabisa. Wakienda huko, mchawi akijaribu kujisikilia, anasikia ni kama earthquake. Unaonanga wajukaji nasema ola papa ola kaka ni vitisho vya kiroho. Bwana asifiwe sana. So that is the essence of commanding your day. Commanding your day is full package ya the whole day. When unataka the day you operate na wewe, because it must yield to you. The day, sio wewe uyield to the day. It is the day must give you what you want. So ukiona kutoka asubuhi mpaka jioni umekosa chakula, unaenda nyumbani ukasema dadiko lalala, wewe ni ujinga wako. Ukiwa kwa hii dunia hufai kulala njaa. God gave you dominion. Alikupatia dominion. Sugumu sana mtu ukivuta mama kama huyu, unamwambia, unampatia lugha mzuri, unamkatia vizuri, unamwambia by the way no corona magana matano David ginya hajoke. Anachoma usimkope. No corona magana matano. Anarudisha kwa sababu anajua sitatoka. Na wewe unajua kiakili ni kesho tutakutana. Na urudishe because of tomorrow, because Mungu ameona. Amekusaidia kutumia kaujaja. Mungu anatusaidia na ujaja. Alimwambia Joshua, tengeneza jeshi. Jeshi moja uiambie iingie from the front, na jeshi hiyo ingine izungukie huko nyuma, itoke from huko nyuma. Alafu this one in the front iende iattack. Alafu ikifika katikati washikwe na uoga, watoroke. Ndio hawa wawafuate. Kisha wale wako huko nyuma wakuje wavamie. Sio ni ukora ya Mungu? Sio ni ujanja? Hiyo ndio tena ujanja. Mungu anakupatia ujanja ya kujinasua. Tikoje kwa mahakai. Hata kusaidia utadharuriwa ukisema mahakai. Mungu atakagi mjinga. Ambia mwenzako Mungu atakagi mjinga. Anachukia, kama kuna kitu Mungu anachukia ni mjinga na mzembe. Bwana Yesu asifiwe sana. At least mnaendelea kuchanuka, si ndio? Simulipe hiyo kwanza. So tuende, ilikuwa number 2. Tulisema prayer, nimejaribu kuistretch ndio wale ambao nimeona kuna watu wengi wamekuja na hii klasi inaendelea kukua popular, si ndio? Inaendelea kukua popular. Pigia Yesu makofi. Pigia, sababu it is becoming a strong class. So we go to number 2. Number 2
It is the principle of repentance. The principle, number 1 was the principle of prayers. Number 2, we are in the principle of repentance. Hallelujah. So, the fundamental principle is becoming a child of God. For you to becoming a child of God is receiving Jesus as the Lord and your Savior. The fundamental principle of repentance, it is to make you come back to Jesus and be called a child of God. The qualification of you becoming a child of God, it is for your repentance. Why do we need to repent? We repent because the association between us and God causes us to have a relationship with Him by cleaning ourselves for repentance. God wants you to repent. God wants you to say it from your mouth. And that is why we are told to confess our sins. When we confess our sin, we lose the sin power of our lives. When we confess our sin, we lose the authority of sin that operates within us. So when you confess, you make it easier for any sin that was in you, that has always been walking around you, to lose the power of holding onto you. The sin power expels away the authority of God, the relationship of God, and the desires and the plans of God over you. The sin power is an insulator that makes you not have direct contact with God. The sin power, it is a relationship, relates you with the devil himself, and it creates a legal ground where the devil can operate from. That is why when Hagar misbehaved in front of Sarah, she was chased away. Akafukuzwa, akatoka kwa Sarah. Na alipoenda kwa kichaka mahali alienda kukaa, malaika wa Mungu alikuja akamuita jina Sara. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimuita jina Sara. Kisha akamuuliza, unafanya nini hapa? Sasa swali ni hivi, angejuaje jina akose kujua anafanya nini hapo? Malaika alijua exactly, this woman has misbehaved. This woman, this is the sin they have committed. That is why alitumwa mpaka kwa kichaka na wakamuroketi, wakampata huko. Kisha akamuuliza, unafanya nini? Walikuwa wanajua anafanya nini, but what they wanted from her, it is her confession. Her confession. When you speak it from your mouth, you get this. That is what we call a confession that releases you from the sin power. Sin power holds you. Sin power stops you. Sin power engulfs you. Sin power suppresses you. So when you speak, you cut all those chains and the boundaries that are created by the power that is of Lucifer himself. Sin power is a direct product of Lucifer himself. So when you have the power of sin in you, you operate with Lucifer himself. You are controlled, you are manipulated, and you are limited from anything that they put a blanket, they put a wall, they put a veil that stops you from going to the next level. The sin power, it becomes generational if you grow it in you. Because the power you have to sin, it is not from you. It is from your father, and from the grandfather, and from the great-grandfather. What you are great, that's what God says, God says that nitafikishia mawaganu ya fafa hadi mpaka uzao wa ine na watano. So it is not from you. The life you are, maybe umeolewa mara 6 mara 10. Na before kuolewa mara 6 mara 10, wale wamekupitia ni mara 20 mara 30. So that is not you. That is not you. It is the power that controls you and makes it easy for them to come into you. Because there is a legal ground
of the power that was authorized by your ancestors. The power to do things, it is controlled by either Lucifer or God. When Joshua had to take over from Moses, God told Joshua, arise now and lead my people to the land I promised their fathers. So once you realize there is a sin, you've always been trying to fight, but it is not going. Stop fighting it. Go seeking how old is it in you? You may be having a sin that is 100 years old. Hiyo sio kitu ya kuenda kusema pepo toka. Pepo. No. You need now to sit and strategize, understand, for how long has this sin in my family? For how long, how old is this sin? How many years has it lived in me? The Bible says in the book of Jeremiah 1 verse 4, that before you were born, I knew you. Before your mother and your father came together, I knew you. So before your grandmother and your grandfather came together, you are known. So before your great-grandfather and the great-grandmother came to, were born, you are still existing. So ask yourself, how old am I? You existed before 10 generations. So how old are you? So when did this sin of just having pleasure to sleep with any man or to sleep with any woman, where did it come from? Like me, I had that problem. And I still have it. Just like Jesus had a problem. Because Jesus had a serious problem of women. Because of the origin of Jesus Christ. Jesus is a son that originates from Judah. Judah is an origination of who? Jacob. Jacob is from is from which family? He's a polygamous man himself. Had 12. And we understand there are many others. Alipenda kuchovya. Bwana Yesu asifiwe sana. So when Judah was born and blessed by the father, while others, like now the first son was cast, and Simon and Levi, they had their own share of a curse, but Judah was blessed. And Jacob alimwambia, all your brothers and generation will bow before you. So he carried the blessings. And therefore, Judah was to give birth to the next king. Immediately, the first son of Judah was supposed to be the king. But now, the sin power over the family, because of Abraham, what he did with Hagar and with Sarah, he went out of the wedlock. The sin power of the grandfather came to Jacob. Jacob had 12 wives, 2 sisters, and several other house girls. And those are the ones that we call the 12 tribes of Israel. Judah was born and he was blessed by his father. So meaning he was supposed to produce the king immediately. But there is this woman who got married to Judah. A Canaanite woman. This Canaanite woman, they went to bed with Judah and they produced 3 children. The 3 children, the first son got married and died because God killed him because of whatever he did. Then the wife of the first son was given to the second son. And the second son was told, take this wife that belongs to your brother and give birth to your brother. Give birth. The children that you're going to produce will not be yours, but for your brother. And this man was not happy and said, I can't do that. So he went to bed with this woman because it was a command, but decided to release his seeds chini. And God was not happy.
he killed him. Bwana Yesu asifiwe sana. So in this family, a woman has come in. A woman carrying a seed of destiny killer. A seed that kills destinies. The woman that was married, the woman that was married by the first son was a woman that was a destiny killer. Immediately, first son dies, she was involved in the second murder of the second son. Now, they said because the third son has to be waited, akuwe mzima ndio azae, so she was kept in the compound, angojie mpaka kijana huyu mwingine akue. Lakini kupitia mbinu zake na plani zake, mke wa Juda akakufa. The spirit that is still in this man, in this woman, the destiny killing woman, seed, ilikuwa ndani ya huyu mama. Wakati kijana wa kwanza alikufa, wa pili akakufa, ikasemekana kijana wa tatu aongojewe. Hiyo spirit ilisema hatutaongojea, tuende kwa baba. Ikamuua mke wa baba, mama yao. Sasa akakufa. Immediately alipokufa, huyo spirit ikajua sasa tumenasa mzee, because the interest was not the first son, the second son. The interest was Judah, to kill Judah, because he was carrying the seed that will heal this world, the seed of Jesus. So the target was not the two sons, the target was Judah. So after they have succeeded kuua kijana ya kwanza na wa pili, wakaingia kwa mzee, mama akakufa. Kwa kuna vifo vingine vinakuja, not because wewe ndio target, lakini because yule mtu mko na yeye ndio target. So wewe uodolewe ndio ataki yule. Sasa wakati mzee mama alikufa, mzee, sisi wasee hatuvumiliagi sana. Sio kama nyinyi mnaweza kukaa miaka 10, miaka 20 mkitulia kidogo. Mimi hata wakati tunamwaga mchaka, irudi mchaka, mohu irumu jogu, kunachugulia kule, naona kale kanaweza kunituliza leo jioni. Hivyo ndivyo tumetengenezwa. Mzee kulia kwa sababu bibi ameenda ni gumu. Ni gumu sana. Atalia kwa sababu ameona watoto wake wanalia. Lakini si ali kwa sababu. Kwa hivyo nataka kukuambia tu mkijua hivyo. Ukienda hatutalia sana. Tutalia kwa sababu. Lakini tukifanya kesha kuna kale katakuja kanachughulikia bomba sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So huyu mzee bibi alipokufa, kamama kalijipaga na kakajua mzee pahali anataka kupiga raudi. Kakaenda mahali mzee anataka kupiga raudi, kakajifunika, kakavaa buibui hii ya Waislamu, kakajifunika vizuri. Na kakakaa kado pahali mzee anapiga. Si anajua mzee sasa ametayarisha. Hiyo pepo iko ndani ya kamama, ikaruka ikaenda kwa mzee. Mzee akaanza kusikia joto fulani, akakula managu na morenda, mwili kaanza kusikia vizuri. Alipopita akasema, ai, ndaikala muno kade hiyo helia raka. Kwa sababu aliona nika prostitute na akajua hata niharibia jina, akaenda nako. Akakabia sasa, mami, what I want from you ni hii, tusiwe ni prostitute. Hiyo ndio kazi nafanyaga. Na akafanya nini? Akamwambia ni twende. Naye mama akamuuliza, utanilipa na nini? Mzee akamwambia, sina kitu sahihi, lakini nikifika nyumbani nitaleta tubusi dena tofauti igemono. Mama akamwambia, niachie kitu ndio nijue utalete. Mama alipomwambia ndio, hakuna shida. The woman proposed. It is not the man who proposed. The woman proposed immediately. Akamwambia, nipatie hiyo pete. Akamtolea. So nitolee. Akamuitisha pete hii. Namba 2, akamwambia lete mkwajo. Lete hii karamu. Akamuitisha mkwajo. What is the relationship? Mkwajo. Msee anayetaka nayo anajitimidia. Physically, it is of no consequence. It is no power. But spiritually, that is where power is. So the ring, akamuitisha the ring. Na akamuitisha mkwajo.
Na akamwambia tuingie haraka. Makiu, the lady alijua hizi ni siku zangu za kuangua mayai. So it was well planned operation. Lakini ameshika nini? Pete. Na ameshika mkwajo. Na bego iko tayari kutoa kitu. So the man was let in and the man fertilized. Because they wanted to kill the seed that will bring Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. So after that, so many 4 or 5 months, kameanza kurusha guo. Katupo kakaanza kurusha tugawe nikaja goikia ke. Goikia guo, kana gotego, kameanza kupoteza guo, kameanza kupoteza nini? Katupo kakapoteza guo. Na kalipopoteza guo, Musa anaitwa Juda maana ndio mwenye mijumba 10 huko. Akasema ni mama, kaita mama kuja hapa. Naona ni kama kaguo kako kameanza kupanuka. Akamwambia yeye guo. Sasa akaita wazee, akauliza wazee, mtu akifanya dhambi kama hii anafanya kwaje? Kasema anauawa. So yule alifanya hivi, akatoa sheria. Juda akatoa sheria. Yule alifanya hivi, na huyu mama wachijwe. Mama aliposikia hivyo, si anajua game imeingia, akaambia mzee, ngoja kidogo nipatie tu dakika 10 nikibie kwa nyumba nikuje. Mzee hata hakupatiana security kwa sababu already ni mahabusu. Hakupatiana security atiwafuata kwa sababu he was sure he must kill this, kwa sababu ya ile bitterness ya watoto yake. Na huyu kijana amelea kijana mwenye sasa ako tayari kurelease. Sasa na yeye sasa chance ni kama imepotea. Mama alienda mahali alifuga mkwajo na mahali alifuga pete. Akakuja akainua akasema, sasa wazee mko ready kwa kesi? Mzee akasema yes. Na ukai chini mara moja. You have no permission to address elders. Mama akadeka kaa chini, lakini akawaambia mwenye hii na mwenye hii. Juda aliinamisha uso akaambia wasee, kweli nimefanya dhambi. What was the meaning of this? The entire project was to kill the master seed that was to bring Jesus Christ. But God changed it. Akaibadilisha kwenye hewa. Na ikafanyika to the benefit of the desires of God. Only hiyo dhambi ilisababisha a 10 generation gap. Kuna dhambi ambazo tunatafanya ambazo zinasimamisha the prophetic word, the plan of God in you for quite a number of generations. That act ilisababisha the plan of Judah being a producer of the next king. It was delayed for 10 good generations. Can you have a test proof? Matthew chapter 1. We are still in the repentance. So, Matthew chapter 1. The genealogy of Jesus Christ. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begot Isaac. Isaac begot Jacob, and Jacob begot Judah. Tuanze hapo kwa Judah. Judah and his brothers. Judah, verse number 3. Judah begot Perez and Zerah. Perez na Zerah ni wale walizaliwa kutokana na yeye kulala na bibi ama mtoto wake. Wale watoto, huyo mwanamke alizaa mapacha. Zerah and Perez are the sons, ni watoto wa Judah. So Judah begot Perez and who? And Zerah by Tamar. Tamar ndiye alikuwa huyo mke wa the 2 sons and him. Perez begot Hezron. Tuanze kuhesabu kutoka Judah. Judah begot Perez, tuseme 1. Judah begot Perez and Zerah. By Tamar, Perez begot Hezron. And Hezron begot Ram. And Ram begot Aminadab.
Aminadab begot Nahashon. Nahashon begot Salmon. Salmon begot Boaz. Boaz begot Obedi. Obedi begot Jesse. Jesse begot David. That is where we found the first king. After 10 generations, that is now where we are getting the first king of a prophetic word from Jacob. Because of a sin power in the family. The power ni power ya usherati. So the entire family ya Judah na Jacob was engulfed by what we call sin power ya immorality that controlled them, manipulated them. Unaona ujanja venye inakuja na ujanja mpaka inalala na mzee. Ndio wa derail. The immorality sin power derails the destiny of a person. It is to make sure to kill. This sin power was in David. This sin power was in Jesse, was in Boaz, was in Aminadab. Ukisoma stori zao zote, walikufa kwa sababu na mbegu ya kiusherati. Hata wakati Yesu alizaliwa, Yesu mwenyewe was a victim of the same sin power. Alikutana na mwanamke, ni Msamaria. Akamwambia, nimetaka kukupatia tu maji. Huyu mwanamke alikwamilia Jesus. And she all, mpaka Judas, wakaona huyu mwanamke ameenda sana. Kwa sababu kulifika mwanamke akaenda, amejaribu mbinu zake za kumkamata Yesu. Amejaribu, unaona wanajaribigi hapa. Amejaribu. Na Yesu ni mjaja. Anaona amekuja hivi, anakaa hivi. Lakini Yesu alijua lazima hii bego ambayo ilizuia huko kwanza isifaulu. Hii bego lazima niimalize. Alitembea na yeye. Ndio naonaga hata huyu akikuja, aanze kujaribu, sitakuacha, nitatembea na wewe mpaka nimalize hiyo sini. Bakaga, "Oyo noe igoro. Noe weirima, ni uraigua ni apostle." Ekuigua ni apostle ginya kila githini wake githire. Tatembea na yeye, tutakula na yeye, tutakunywa na wewe, na nitapeleka mpaka Serena. Wewe kuome hiyo mahuo. Hiyo meza ni juko nyingi na gutwiria kuingi. Ukaigua turare Serena. Ukaigua toka uko turaruta me ikiria. Ukaigua Serena kitu kile mwana kuiga Serena Hotel. Ukaigua kiwaru. Huyu mama aliendelea kukaa na Yesu mpaka akaona Yesu akubali, Yesu aingie kwenye mtego, akaenda akanunua mafuta very expensive. Ndio ajaribu agarao one kama kimwana nege gugitikira. Todo kimwana kiari gitoro na kihadisam. Jesus was tall and handsome. By the way, Jesus was black, was not white. Jesus was tall, dark and handsome. Jesus is black, is not white. White in yule. See, Jew. We are the Jews. We are the Jew. I'll teach you that. We are the Jew. Do you get me? I'll give you that study. And that is where the Ark of the Covenant, it is in Mount Kenya. The Ark of the Covenant, I've seen it with my own eyes. I've been there. That's another topic for another day. Go and read the Bible where it went after Ethiopia. Sanduku ya Magano ilipelekwa pande gani after Ashdod. Cush. Who are you? You are Cush. You are Cush. And it was taken to a higher mountain. Until today, it is kept there. Go and ask yourself, why are the Jew, the Israelites, wote wamenunua na nyuki huko chini ya mlima wamechukua yote? They are guarding the ark. Why was GSU trained in Kenya? GSU is a product of Israel. GSU is not a Kenyan police. It is a product. That's why they are superior than even the army, yet they are called police. It is a product of the Israelis. The soldier, the training they have, it's an equivalent in a trainee, the Israelites. Hallelujah.
So what I'm trying to tell you, huyu mwanamke alipembeleza na akakaa na akafuata Yesu na akaenda akanunua mafuta very expensive ndio aweze kukamata Yesu. Na kisha wakati alikamata Yesu akachukua nywele yake mrefu akaanza kufanya massage with long hair. Ajiye kama massage je, so najue. Hebu jiulize. Siku hiyo hakukuwa na trouser kama hizi. Walikuwa navaa kajo. Where was the mission? Hiyo mama alikuwa na mission gani? Anafanya na kichwa hivi. Baka Judas akakuja. Judas si eti ni pesa ilikuwa ya mafuta ama alikuwa wanataka pesa. Judas alikuwa anajua Yesu alikuwa anaambia kamata hiyo samaki. Wanakamata samaki, anaambia kata, pesa inatoka. Kwa hivyo pesa was not a big deal. But where this woman was heading to was the big deal. Judas wakamwambia pana, hii mafuta tugeusa ingetupatia pesa mingi, because they respected this man. Ambia hapana, because they could not go straight to that topic. Ambia Yesu hapana, akimutoki kidogo kila mmono. Hapana, lakini hii mafuta hapana boss abotike hanini. Wewe mami simama. Wacha. Hii mafuta tugeusa, hii ni pesa mingi sana. Inaweza kupeleka ministry. Sasa hiyo ka argument wakatoa hiyo mwanamke wakamwambia wewe ndio tikana kuone haulege. Lakini walirespect mafuta ya Yesu. Kwa hiyo mama hakuwa na nia mzuri. Aliona ametafuta binu zote akaenda kanunua mafuta the most expensive. And if you read vizuri kuna vitabu vingine inasema that is where when Jesus was circumcised, ile kitu yake ilikatwa, iliwekwa, hiyo ndio mafuta iliweka kupreserve. Hello. Hiyo ni vitu tutaambiwa na watu wamefanya theology. Agaka pastor adireko for the first time. Aliyo kutolena. Bwana sifiwe sana. So it is the spirit. I'm talking about the spirit. How it follows you. The spirit of immorality. How it comes following you. Na hata unaona baada ya yeye kushikwa na akapigwa na akawekwa kwenye kaburi, wamama ndio walikuwa na courage kwenda kumtafuta. Wazee walihepa. So what am I discussing here? I am discussing Jesus. After this went through, the persecutions went through, na hiyo kupitia mateso ya huyu mama na kupitia majaribio mengi, Jesus was being prepared kama kondoo atakayetumika in bringing repentance and genuine returning to God. So when he was crucified, he became that lamb that atones for our sins. So to win this battle of repentance, it requires a huge sacrifice. I've told you, I've slept with so many women myself. I've given birth to so women myself. Niko na vitoto vingi. Not that those were my women. I was prostituting. I was just but a prostitute. Kitu kibaya. Because nilikuwa na power. Sikuwa natongoza, nilikuwa na power. Nikiangalia huyu na mwambia tukutane pale chini. Sasa ukisikia ni nani amesema tukutane, utakataa? Na unajua ni nani? Na akisema kichwa itaaguka. Si afadhali ujitetee na mambo mengine. That was the situation. And that was not me. My grandfather alikuwa na wanawake 18. My father himself had 2. Na tunapitanga mtaa unaona kimutu, unakutana na kimutu, unaona hii ni sura yetu hii. My father alikuwa na watoto 20 from 2 wives. Na ukipita huku kwa mtaa tunaabiago. Lakini mzuri ya mzee alifanya cover up mzuri. Pale alijua amefanya maneno, alikuwa naenda na nunua shaba isikuje kuleta commotion, kwa sababu alijua amezaa watu kama Dora, watu wabaya. Watu wanaweza kuwekelea paga kwa mesa na anasema atemo ukete kugate. Atifafa wanyumuna uganu. So the same thing happened to me. I was not having these women because I have love for them. I didn't have love for them. I was lasting. I was just a prostitute, something useless and hopeless. Fortunately, I begot children.
God helped me again to recover all those children. Ndio naonanga watoto wangu wote tunakaaga na wao. Oh, the 18 of them. Na nasikia kuna wengine wameanza kuonekana. Mkienda tu mpate huyu, niwende tu huko Usaika. Ukipita kwa sababu Usaika nilikuwa tunatembea na kina wanogo sana. Na huko tulifanya maneno. Ukienda huko upate kitoto, hata kama ni kimama kimzee, uone kinafanana na hii sura. Mpige tu picha nitumie. I'm ready to take more in. Because was my mistake. It was not their mistake. That child is not meant, it cannot be allowed to suffer because of my mistake. You don't allow. It is your seed. You don't allow your seed to suffer. They are not a mistake. Look at now. Waboi nilimtoa huko Mukuru kwa Ruben. Huyu Pastor Waboi. Alikuwa Mukuru kwa Ruben. Huko ndio nilimtolea huko. Huko ndio nilimproducia. Factory iko hapo. Na ni uoga. Tulikuwa na wewe Don. Don tulienda na wewe. Kukatafuta. Kaka niona kakaruka chini ya kitanda chwa. Kwa sababu kaliambia baba yako alikufa. Sasa kakasikia uni baba yako akajua ni ghost. Kakaniingia chini ya kitanda shwa na kakacheki kafa huko. Nilibidi nikabebeleza nikamwambia I am your dad. Look at me. Hebu niangalie. Nikamwambia niangalie na ujiangalie. Take camera. Chukua ikapicha. Nikamwambia look at this picture. Mimi am your father. I am your father. Na kakaona, kakasikia kitu na mfuruta. Unajua damu na damu zinavurutanaga. Kakasikia kwa mvuto. Mama yake akajaribu kumwambia pana. Sipani. Katoto nilirudi tukaenda tukanyemelea na tukajua simejua nyumba. Tukanyemelea na Doni. Tukaenda tukaiba. Nikaanza rescue mission and we recovered all the children. Nikaweka kwangu. Hapo nikakuja nikaleta roho ya Mugiki. Nikaambia mwenye anataka mtoto akuje na prepare kichwa yake kuanguka. Because I needed to retain these children by hook or crook. Because wale wako nao kwa nyumba wanakula vizuri, wanasomea shule mzuri. Shule nalipa school fees 100,000. Sasa huyu wa Mukuru hata slippers kama kale susi hakakuwa mpaka na kiatu. Kalikuwa na kidonda kingine haiponi hata kidogo. Pale nilienda kukatoa. Kidonda ya mwaka mzima haiponi hata kidogo. Na huko kwangu nyumbani vitoto nimenunua walikuwa na bebo na Range Rover wakipelekwa shule. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ile mahangaiko nilikuwa nayo, malisasi kwa mwili. Yani maisha mbaya, jela. Nimeenda 52 times jela. And when I did that, all the miseries of my life zikasimama. And all my children, Mungu akawabariki. They are all working and earning. Nice salary. The latest mwenye aliingia juzi tu in American Army. Saizi analipwa $3,000. Wale wanajua kufanya hesabu, fanya hesabu by 135, by 150. Fanya hesabu. Kaidafu. Kaidafu. 3,000. By 150. Yeah? Hiyo ndio salary ya Dan. Ako na 17 years. Ako 17 years. Hajafikisha 20 and that's a minor. Hiyo ni minor. Hello? You see the blessing? So see, is a HR manager, KWFT. Yes. Alikuwa na kidonda hapa, kimefika hapa. But when I brought restoration and agreed, watoto hao wote niliwakusanya nikawapeleka kwa Harrison. Nakumbuka bibi ya Harrison yake Joria Terere. Katoto neto aige hae. Kwa sababu tulikuwa tumetoshana kwa sababu watoto wengi karibu 9 wameachana na weeks. Sasa unaona tuvivuruko tuna Harrison aliangalia
Alirudi kwa mfuko akanipatia 100,000. Nikajua waneana ni kuonolea tu huyo kete. Hizi sadaka, hizi blessing. Hapana, ni venye huku niambia toto letu ahunyo kai. Alirudi kwa mfuko akanipatia 100,000. Lakini tu hata tulikuwa tumeparara. Twingine tuko na maboil, twingine tuko na madhudo ya uchafu, twingine tuko na mwatoka baka hapa kwa shingo. Tunakaa vibaya. Nikapelekea Harrison akafaulu, tukawatenganisha. Because I wanted to separate them. Kukata kitovu cha mambo yangu, maisha ambayo nilikuwa nikiwalete hapa. Kukata kile kitovu ndio wabarikiwe. They are all now blessed people. Because I genuinely took myself for repentance that set me and my children free. I disconnected myself from my father. Because what I did, my father ako na watoto 20, mimi niko na watoto 18. So I was about, na nasikia, I'm told, Japan kumepatikana kamoja. Kuko kamoja, CEO kwa kabuni fulani. Japan. Unasema nini na Tanzania ninamuko na mbubuge? Korongo, anaitangwa korongo. Bwana asifiwe sana. Msianze kusema nataka hiyo bego. Hiyo bego inatafaulu. I don't want it. But it is as a result of genuinely repenting and asking God, disconnect me from the spirit of our grandfather. So that is the power, the principle. Once you align yourself with that principle of repentance, God genuinely comes to you and God genuinely prospers you. Remember what we seen. Hii sin, immorality, haitambuyangi na haina maombi. You don't pray against immorality. Usijaribu, you are wasting your time. The minute hata ukivuga macho uanze kuomba, Baba nakemea spirit of immorality, unaonanga kisichana kizuri kinakuja. Unakuta unakiobea, Baba nipatie huyu ni mzuri sana. That is how powerful it is. It has brought kings down. You don't, ni nani alisema? Ni Paulo ama ni alisema, ni Timothy ama ni Paulo? You flee, who is that? Ni Paul. Alisema, this one you flee, unaenda, unadhie. Si Morise dodiran, unapotea. If you are not have the stamina to finish it, because you need to finish it. You don't need to go praying. Siwezi kukuombea nikijua the spirit is new. Because it uses you without even your knowledge. Unakuta kimama ambacho kilikuwa kimekataa, akitaka kukuona. When they are in action, kimama nakuja kinaanza kuja. Hi. Unasikia kai tuwezi kuru utaenda kagija konyona. Sasa unaanza kufiri, sasa huyu lazima ni revenge. Venye alinifanyanga tukiwa shule. Kumbe ni spirit imeruka kwake na kwako. Inaanza kucommunicate. Wewe ni revenge. Kile kingine jichuche. Sasa ndio hiyo size ya kukamata yeye, ako na pesa siku hizi, kamata yeye. The moment you finish it, the devil moves out, anasimama pale anakuza kai, modo wa kai. Kai. No kahujia rusho. Nalika rusho ni sade. Sasa unaanza kujikondem. Unaanza kulia. Hiyo maombi sasa kesho hautaweza, sitaweza kusimama hapa. Kwa sababu ninaanza kusimama nitawapia nini? Najihisi nanuka. Najihisi sifai. Wamewin. Ile message ulikuwa uhubiri kesho inafugwa. Na kesho ulikuwa unaambiwa ile ulikuwa umeprepare ni ya kuhusu immorality. Sasa utashindwa. Utuko hujai immorality reko. Unaona? They hit you hard. This spirit is sent in specific moments and times when you're about to get into your destiny. When you're about to go do that which pertains your destiny. That is when this comes. It only comes specifically for specific missions. That is why Paul aliambia, this one, you got to run. You don't need to sit. You don't even to have a negotiation. Don't even call your pastor.
Ndio muhuragire thimu igithaka-ini handu ihithite. Umwire mundu wa Ngai. Kuna siku moja nilifanya hivyo. Nikaenda nikaambia Harrison. Nilikuwa nishafanya. Nikakimbia kwa Harrison. Nikamwambia nie mundu wa Ngai kuhiana ũũ. Ni guthuku. Kaniuza ni nini? Nie si yuko sawa. Akaniuza kuna nini? Adwaya. Aliniambia nipige magoti chini. Akaniombea. Hata saa hii ananiulizaga Adwaya no atoririe bara. Ndio naonaga sikuagi na stress na nyinyi. Sikuagi. Nitakupeleka tu Serena ukule na ukunywe. Na nikuweke pale kwa barabara nikwambie tomorrow is the best day. Hallelujah. Are we together in that? We are still in the repentance. The principle of repentance. I just want to show you how to get out of it. It doesn't know how powerful you are. Samson was more powerful. Samson was very powerful. But when it came, it destroyed him. He killed himself and he killed many people. This seed kills you, kills your destiny, and kills many more. It has no room. It has no room for mercy. It doesn't have mercy. Not until you say it, it will not lose you. Not that way. Jesus, when he came and died for us, he died so that whosoever believes, whosoever confesses, becomes a blessing out of the sacrifice he did. So if you discover kuna hiyo shida kwenu ama shida kwako ya hiyo kunyongwa hivi, tafuta sacrifice, enda kwa mtumishi. And then seek to have a ring of protection of the Holy Ghost fire. Because this one you cannot win. You cannot defeat it. You need a protection, a ring of Holy Ghost fire to surround. Sasa ukitembea, ukikuja, unasikia kimoto kimekuga. Usione ni mwetei, usiandara geliado. That's a Holy Ghost fire. That's a Holy Ghost fire. It is a Holy Ghost fire. You are protected. God will cause them to see you differently, and they will not want to be associated with you because there is a Holy Ghost fire, a ring. That is the only how you can win this battle. Igine ate pepo nafunga katika jina la Yesu Kristo. Rebakata shachete rebosoka tayara. Utajikuta nasema this man is very handsome. Basha yeke rebosa yakai atutaya matura kakore makatetereza. It is very difficult for you. You cannot be able. And the men, like we men, we don't eat the real thing. We eat imaginaries. We do imaginations. Because mama kama huyu akitoa nguo pale apite hapa tukiwa wanaume, hakuna mwanaume atamwangalia. Agikala ke eno ya hadi ugoi, hadi akenyuka kwa ugoi. Gutiri mudu hakuna mwanaume atamwangalia, hakuna. Lakini wacha aende azunguke, aeke mini skirt imefika hapa, ajibodoe huku na avae kitu, na alafu hizi afinya zikuje zitoke hapa kidogo. The same woman 20 minutes ago utaona kila mwanaume. Hata mwanaume ako na bibi yake hapa, mkono inaingia hapa, unaona. Na ni yule mwanamke ambaye amepita akiwa uchi. What do? We don't do real. Men don't do real. Men, we do imagination. That is why every woman with a miniskirt is a darling over every man. But the same woman atembea uchi, nobody want to look at the same woman. Nobody. Because we are not real. Men are not real. Are fake. Na ndio mliambiwa fuateni hawa wajinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaona mliambiwa mtufuate sisi wajinga. Sijui ni kwa nini mnakuaga wajinga hata nyinyi mkifika kwetu. Bwana asifiwe. So these things they happen,
And you need to look at them the way they are, because you have the power to say no to this kind of thing. You got the power to refuse. You get the power to redirect anything that comes in that direction. Because many of you, your visions are dead just because of that spirit of immorality. Many of you have lost it because of that sin. Ministries have gone down because of that sin. Companies, so Samson was so powerful. And when he refused and refused and refused, because he knew how to refuse it. But they knew, kuna bato nyingine itaguzwa, he will not be able. Na alishikwa tu akaambiwa kalia hapa kwa meraha. Akaralishia masikio moja akaambiwa sikiliza the power of this authority. And this man listened to the power of this authority. It was so powerful that it was irresistible. Automatically he opened his mouth without being asked. Akasema, hapa. Unaona hapo. That's how powerful it is. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And this, because of the nature of the power that it is, you have to repent. You have to ask for that. You daily. Me, I repent because unajua watu wanafikiriaka ni lazima nikutoe nguo ndio tukue tumelala. Unajua hata nikikuangalia tu hivi nisikie ataya makao. Ukiona mwanaume anaanza kuongea hivyo, ujue sasa ashaenda. It doesn't belong to this world. Automatically I have sinned. So we keep repenting. Keep repenting every single time. Because we see it every time. That's why Jesus could not allow these men to kill this woman. He asked them, if you've never done this, be the first to throw. Did he himself throw? No. Because these people are around him. Akina Mary Magdalene, Akina Nani, they are all around him. And they were all planning how to have this cake. So this is something that you need. Your capacity to run away, your capacity to have God, your capacity to have wisdom. This is not spiritual. Mambo ya sex usiipeleke sana spiritual. Tumia ubongo. Usiseme tiba na Yesu katika jina la Yesu Kristo. Ninakoteria ya maseterere. Unafungua kajicho kama jaribu koseteria marana. Na kimama kimekaa pale na kimefanya makamini katika amefanya hivi, alafu mlango duka imefukuliwa. Sasa unabarika tayara baseteria. Unafungua kajicho rasa katorobo sayarana. Shekere mosetabaya. Rikayararasaya. Riboso. Unakuta mjamaa ameingiza mkono kwa mfuko. Rikerere mokororo. Bako nakuda nasema mokoro wito Yesu wito. Oh my God. Wacha nikuambie. Kutoka hapo unasikia basi nasema watu wote waende upande huu. Pastor Karaja, shika microphone. Zungumzia hawa watu, because the body has gone up. And some parts of the body are now irresistible. They are just like a bomb. Because you have been antagonized. Ndio wamama tunaambia, si kwa ubaya. Come dressed well. Come dressed well. I'm also a human. Nakulaga vizuri. Simunaga nani amekuja kwa ofisi yangu? Nakuaga na matuda hivi, migi. Umesikia? Nimerudi, kuna mtu aliniambia kunywa dawa za vitamin. Ziko hapo za D na C na nini za kuongeza mwili kwenda nguvu, kwa sababu I'm preaching too much. Alafu kahawa iko hapo kwa wigi. Mama alinunua kahawa kalete hapo, iko kwa wigi. Kamere kana kushidaka hapo na kibuyu ya chai na maji na kila kitu. Sasa niambie, na kwangu naishiki peke yangu. Surely na mama kama huyu ameingia hapo. Na ameingia alafu amekaa kijegine. Alafu si unaona? I'm human. Keite mwere kohonoka tikuga hale pati mwe sieheraga. Hasha. Mimi bado ni mwanaume. Na niko healthy. Telling you. I'm healthy. Sema healthy. Yes. Waki do lako uneke.
Waje kogo neke leo. Wanyono haneke. Nani uramenya geke hii ni mlima ambayo hauwezi kuzuia. It is all over your eyes. Ukitani hivi ni mlima, ukitani hivi ni mlima, ukiangalia hivi ni mlima. Confusion, na nika ofisi tuko huko na kako na red carpet. Please, damu iratumia. Lydia, iria kumariria tu please. Iria tukumariria. Mudeithie ku maintain your thiku. Just, yani si mnaona nimevumilia siku mingi. Nimevumilia, nimekaa mzuri. Dile mwaganu. Dile. Kwa hiyo dari mwaganu. Kuna siku nilikuanga kitu baya. Nilikuwa na 3, 4, 5 kwa siku. Niliacha na nikakuwa mtoto mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa nini ukuje? Wakati nimeshika barabara mzuri, nimekaa vizuri. Kwa nini ukuje? Unimalize. Yesu munihurumie tu. Jikuera ituda. Na leo nyone gai, gona gai. Ungali kazi yote nimefanya hii yote. Nimetengeneza madhabahu mzuri hivyo. Gai, mshoke gashoka gero ate nilipita hii barabara kwa sababu yako. Machini, naletake kameme hapa kila siku, kila Friday wakuje. Natengeneza makruseni na spread 2-3 million. Bob. Alafu niende huko juu niambiwe mzae. Alafu wale unakutana na watu wa Mungari wanakuambia, "Haya mzae ni aje? Huko ndio naenda." Yes, gai neko hoera duka teno. Ginya irugame. No ndikumuhoera mutumia. Yes, todo hata gwikora ukihoya ukiuga papa namukamata katika jina la Yesu. Unaweza kuona unaniambia baba tunakuomba umpatie mke ambaye akukudhi nitawate. Nifukulile kwa leo. Proverbs. The vicious woman. Katika diapo nasema na baba ni mimi. Ninaona ni mimi baba. Nikumbuke hii ni wakati wangu. This is my season. This is my man. Unaona utakiga na tumia twedi marako hoera this is my season. This is my man. Makoharaneti atia. Ukolaga rokera usine oika. Oye monongu ni roga ya niro. Oh my God. Gina mwaji kuirada? Oh yeah. Kura liakua. Ona Jesu ni akiremuka. Paulo ni alimuka. Yes. Ule ukadehera mutumia wa andu acio eri. Ni tukaiguana nake. Sasa tuende principle. Hiyo ilikuwa tamu sana. Ni saa ngapi? Ni 6. Acha tusiingie hiyo nyingine ni itaenda sana. Acha tufanye hiyo nyingine Wednesday. Si ndio? Tufanye hiyo nyingine Wednesday. How many of you are blessed up to that point? How many of you feel that they are in a church where God is preached? Hallelujah. How many of you think that you are in a family of a church? That is what I want, a family. We discuss this issue. We don't spiritualize. See? Spiritual? See? Sipi. Ni masomo. Spiritualize. We don't spiritualize our life so much. Relax. Unakaa umerelax kidogo. Hii kitu itakuikia vizuri. Hii neno ya Yesu haina complication. Haina complication. Sisi ndio tumecomplicate. Tuimbe kama ule jamaa ule complicate nini? Ni lingana ya Yesu. Si complicated. Don't complicate Jesus. Jesus is a simple guy. Very simple. Hata kiingia hapa, atakuja na akae hapa na tumuhubirie. Na tumwambie Yesu na tumuulize utaokoka. Say in the name of Jesus, atasema in the name of Jesus. Yes. Nimeokoka, atasema nimeokoka. Because he is just simple. Don't complicate this life.
Don't make this life to be so that it is like biku ndio hiyo, dunia ndio hii, it is like in a mountain. No, live a simple life for Jesus Christ. That is what he wants you to be. Just walk righteously. You don't need to fight. You don't need to hate anybody. Mimi nilikuwa mtumbani, nilikuwa msherati, nilikuwa mwizi, nilikuwa ile kitu sijawahi fanya peke yake ni kumwaga damu ya binadamu. Hiyo ndio kitu yake kimoja ambaye I created my God for. I led a group that did, but I never myself. With my hands I never. So wakini hizi zingine zote hakuna sijafanya. Na ndio naonaka niko hapa nikiomba, nikihubiri, nikitoa masadaka because nijiendelea kujipendekeza tu kwa Mungu. Naendelea kujipendekeza kwa Mungu tu because I am a vessel that was used badly and now is a vessel that is used nicely. Bwana Yesu asifiwe sana. If you live a simple life, hii maneno ya kushidaga ma stress mingi inakuondokea. Mutumia to ndagere na abue. Mutumia to na mutumia matigere na abue. Kono ne maika dire simple life. Taru ni kene stress mami. Stress sio nigo dira. Taru to ne stress. Ina ne stress kana ti kwa oria. Niuze. Ona wewe na sio. Ni ule modo. Nitokohoya no. Leti abuesio. So you see now, live a simple life. Hai mzee. Nwedera geithia. Uraigua atia? Nwigua tawa tongenda kuhonoka. Nwigua tongenda kuhonoka ringi. Tuhonokaga o muthenya. Uhonokage o muthenya. Gutiri mundu muhonoku. Mmesikia? Hakuna mtu mwokovu hapa duniani. Hata nani, hata Bishop Hudson Nganga. Hakuna mtu mwokovu. Na Biblia ndiyo inasema, mtu akikudanganya ati ameokoka ujue amekudanganya. Hiyo alone ni uongo. Tunakukaga kila siku na tunaamuka kila siku. Continue repenting. Mimi niliwaambia, Mungu aliniambia juzi, nimefikisha 3%. Salvation yangu iko 3%. Ninaendelea kupanda. Wewe ngangana tu kukaa bigudi ukujage asubuhi. Mimi nitaishi hapa duniani nikipanda juu. Tutakutana hapo katikati. Ukishuka na mimi nikipanda. Hawa watu wa 100% saved. Wachawi hao ni wachawi. Ni arogi na uragani. Kuna mtu saved. Mimi yangu ni 3, I'm at 3%. Salvation yangu at 3%. Lydia nana ni anyita. Ne Lydia marera iro kihonoko ine. Lydia baikara iguru. Bakachoka makaharuruka guku. Rucine hwaire tarundi rafakana fari ya gucoka mucii. Ithuĩ reke tũikare gũkũ. Ithuĩ twĩtuna twĩna kĩmũndũ gĩkĩ gĩaku. Twĩ 2%. 3 we percentage gana? Maybe 1. Yes. Good. You give room. You give God more room to work on you. Bwana Yesu asifiwe sana. Create much room for God. If you want more tea, you empty your cup so that tea can be put. Lakini kama kikombe yako imejaa, huyu atakuja na kibuyu, yako imejaa. Utahawa atakuja vikombe 3 ukiwa na vikombe mangapi? 1. Empty your cup. Kuwa mtu hana. Be a vessel that is hopeless, that has got no power, so that the power can come. But if you got power, if you are strong, if you are most energetic man, God does not need you. That's why Jesus came. He came for the bad and unworthy people, so that he can make them worthy. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tusimame sasa, nataka tuabudu. Na wale walibeba bahasha ya rent. Si mnajua mwezi imefika? Yeah? Na tulisema not less than 1,000. Nilinunua kiti mzuri, nikanunua mkeka mzuri. Usiniletee aibu zako hapa. Nimwaigwa. Msiniletee aibu. Not less than. Kabamuga tuwefe gimole. Nikiwetere mami. Nataka tuabudu. Uabudu na moyo wako wote. Na tukiendelea kuabudu, lete bahasha yako uwekelee hapa. Ya rent weke pale. Ya rent muweke hapa. Ya sadaka ya kawaida muleke hapa. Na sasa ni compulsory. Usikuje ikirasi kama hauna kitu. Kwa sababu hii ni madhabahu tunavuja kubwa sana. Kuja tu na kitu, wekelea kitu tukutabue. Eniatia. Usikuje na pete na ukuje na mkwajo uniambie ni wewe nini. Tuendelee kazi. Oh, Bwana
Bethel Clouds TV, empowering lives.